kumshukuru sana Mwenyezi Mungu Jaalia kwa kuturuzuku uhai na hata tumekutana mahali hapa siku ya leo kwenye kikao maalum cha baraza la madiwani kwa ajili ya kupokea na kujadili taarifa ya mdhibiti na mkaguzi mkuu wa hesabu za serikali kwa hesabu za mwaka wa fedha 2023-2024, taarifa iliyowasilishwa bungeni tarehe 16 Aprili 2025. Taarifa hii imejumuisha taarifa zilizopatikana kwenye ukaguzi wa ofisi za wakuu wa mikoa na mamlaka za serikali za mitaa. Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba nipongeze halmashauri ya mji wa Tarime kwa kupata hati ya ukaguzi inayoridhisha. Hii ikiwa ni hati kwa mwaka wa fedha ulioishia tarehe 30 Juni 2024 na ikiwa ni hati ya 5 katika kipindi cha miaka 5 mfululizo ya uongozi wenu. Hii inatuambia nini sasa? Kwamba baraza lenu hili lilikuwa na watu makini wakifanya kazi kwa umakini na weledi stahiki. Hivyo ni matarajio yangu na ni ombi langu kwamba nyote mwende na mrudi baada ya uchaguzi. Mheshimiwa Mwenyekiti, ni matumaini yangu kuwa halmashauri itaendelea kuimarisha mifumo ya udhibiti wa ndani na mtaendelea kupata hati safi hata kwenye hesabu za fedha za mwaka wa fedha 2024-2025. Tarajia mwakani tukikutana kwenye baraza jingine, basi tutakuwa na hati nyingine safi. Mheshimiwa Mwenyekiti, taarifa ya mdhibiti na mkaguzi mkuu wa hesabu za serikali inaonyesha kuwa tarehe 14 mwezi wa 8 2023, kamati ya kudumu ya Bunge ya hesabu za serikali za mitaa ilitoa maagizo matatu kwa halmashauri yako. Maagizo yote matatu bado yako kwenye hatua za utekelezaji. Nalitaka baraza la madiwani kusimamia uandaaji wa mpango kazi utakaohakikisha maagizo yote ya kamati ya Bunge na hoja zote za ukaguzi zinafanyiwa kazi kikamilifu. Aidha, Mheshimiwa Mwenyekiti, uchambuzi wa taarifa ya ukaguzi unaonyesha kasoro mbalimbali kwenye usimamizi wa ununuzi na mikataba, hususan kwenye miradi ya maendeleo. Waheshimiwa madiwani, hakikisheni mnafuatilia kwa karibu uandaaji na utekelezaji wa mipango ya bajeti ya maendeleo katika maeneo yenu ili thamani ya fedha ionekane kwenye miradi husika. Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba nitumie fursa hii kusisitiza masuala muhimu yafuatayo. Mosi, baraza la madiwani
lishirikiane na management kuibua vyanzo vipya vya mapato na kuimarisha usimamizi wa vyanzo vilivyopo ili kuongeza mapato ya ndani yasiyolindwa kwa ajili ya miradi ya maendeleo na uendeshaji wa halmashauri. Pili, mkurugenzi wa halmashauri hakikisha kuwa fedha zote zinazokusanywa kwenye vyanzo vya mapato ya ndani zinapelekwa benki kwa mujibu wa sheria. Aidha, fedha ambazo hazikupelekwa benki zipelekwe na wahusika wa ucheleweshaji huo wachukuliwe hatua za kisheria na kinidhamu. Ni marufuku kutumia fedha mbichi. Jambo la tatu, ununuzi wa kazi, huduma na bidhaa ufanyike kupitia mfumo wa NeST. Aidha, hatua stahiki zichukuliwe kwa watumishi wote waliosababisha hoja za ukaguzi kwa kukiuka kwa maksudi sheria ya ununuzi wa umma sura nambari 410 ya mwaka 2023 na kanuni zake. Jambo la 4, ununuzi wa bidhaa za afya ufanyike kupitia MSD, na ikiwa MSD hana bidhaa hizo, basi kibali kitolewe kwenda kwa mzabuni aliyeidhinishwa au vinginevyo kwa mujibu wa taratibu. Jambo la 5, baraza la madiwani liendelee kusimamia kwa karibu utaratibu mpya wa utoaji mikopo kwa wanawake, vijana na watu wenye ulemavu. Aidha, halmashauri iendelee kutenga 10% ya mapato ya ndani na kukusanya madeni yote ya miaka ya nyuma ili kuwezesha mfuko huu kuwa endelevu. Jambo la 6, halmashauri kama bado mnatakiwa kuanzisha au kuimarisha kitengo cha ufuatiliaji na tathmini, yaani monitoring and evaluation section. Tukiwa kuimarisha kwa kuwawezesha kupata rasilimali watu na rasilimali fedha ili kiweze kutekeleza majukumu yake ipasavyo. Jambo jingine ni kwamba management ihakikishe kuwa inatenga na kupeleka fedha za uendeshaji wa ofisi za mitaa kwa mujibu wa mwongozo wa budget 2024 2025 na bajeti 2025 2026 kwa angalau shilingi 200,000 kila robo mwaka kwa kila mtaa. Nimeona kwenye hoja hizi, hoja mojawapo mliokuwa nayo ni kutopeleka fedha hizo. Sasa muhakikishe mnatoa fedha hizi ili kuwezesha ofisi hizo kutenda kazi kwa ufanisi. Jambo jingine, management za halmashauri ya mji wa Tarime ihakikishe kuwa
itatekeleza majukumu yake kwa mujibu wa sheria, kanuni na taratibu mara baada ya baraza la madiwani kuvunjwa na majukumu ya baraza hilo kukasimiwa kwa management. Hapa nitoe rai wale wenzangu wa management, sije mkaona madiwani hawapo mkasema hapa kunafungulia nini. Mzingatie taratibu na sheria kwenye kufanya kazi na kutekeleza majukumu yenu. Na niwataki waheshimiwa madiwani, tutakapoenda kushiriki mchakato wa uchaguzi, mkirejea mje mkiwa wakali kweli kweli, kama mbogo aliyejeruhiwa. Mpitie taarifa kwa makini za utendaji wa management kwa kipindi chote ambacho hamkuwepo. Mje na meno makali. Jambo jingine, mkurugenzi wa halmashauri hakikisha kuwa waheshimiwa madiwani watakaochaguliwa kwenye uchaguzi mkuu wa mwaka 2025 pale Oktoba, basi wanapata mafunzo elekezi kuhusu wajibu, haki na mipaka yao kwenye uongozi wa umma. Na jambo la mwisho lakini si kwa umuhimu, halmashauri inapaswa sasa kuweka kipaumbele cha kulipa madeni ya wazabuni na watu wa huduma wa ndani, kwa maana ya wazawa. Wazabuni hawa kwenye maeneo mengi wamefilisika baada ya kutoa huduma kwenye halmashauri zetu. Kuna halmashauri ambazo zimekuwa zikidaiwa kwa zaidi ya miaka 10 huduma walizopatiwa na wazabuni hawa au watu wa huduma wazawa, ambao kimsingi mitaji yao wengi si mikubwa sana. Wengine walikuwa na mikopo ya mabenki, lakini baada ya kutoa huduma na fedha zile kucheleweshwa, wengine hata mali zao zilifilisiwa na mabenki, jambo ambalo ni hatari kwa ustawi wa uchumi wa halmashauri yenu na mkoa wetu kwa ujumla. Wale wazawa wanaonyanyuka kiuchumi na kuweza kufikia hatua ya kutoa huduma kwa serikali au kuendesha kandarasi kwa halmashauri zetu, ni lazima tuhakikishe kuwa tunawalipa kwa wakati ili waendelee kukua na sio kuwadidimiza. Tukiwadidimiza tumeua uchumi wetu wenyewe kama halmashauri na kama mkoa. Lakini tukiwanyanyua wakanyanyuka, tukiwasaidia wakanyanyuka zaidi, basi halmashauri yetu na mkoa wetu vinakuwa vimenyanyuka. Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba niwakumbushe waheshimiwa madiwani kusimamia kikamilifu ukusanyaji wa mapato ya ndani, kwani hadi kufikia tarehe 31 mwezi wa 5 2025 halmashauri ilikuwa imekusanya takriban shilingi bilioni 2.6 kati ya lengo la shilingi bilioni 3.6, hii ikiwa ni 73%. Mwenyekiti ameeleza sababu, lakini mimi naomba niseme tu kwamba hali hii hairidhishi na siku zimebaki chache. Mjipange vizuri, muwe mnakamilisha makusanyo haya ndani ya muda mzuri. Naomba pia nimwagize mkurugenzi wa halmashauri kuwasilisha mikakati kwangu itakayo kuwezesheni
kufikia malengo ya ukusanyaji wa mapato ya ndani ifikapo tarehe 30 mwezi wa 6. Taarifa hiyo iwasilishwe ofisini kwangu kwa maandishi tarehe 9 mwezi huu wa 6, 2025.